Na swadata msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, ni wajibu wangu kuweza kukuletea kile ambacho kimejiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan kwenye uwanja wa vita. Leo ni tariki 11 April mwaka 2026. Tutuhame mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tukuletee habari ambazo zimegonga mwamba kwa siku ya leo. Ni kuombe tu, ikiwa ndo kwanza unakuja kujiunga nasi, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment, lakini pia usikose kushare kwa wengine ili waweze kuzipata kiurahisi. Bila kuponda muda, basi tujielekeze mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo ambalo limekumbwa na migogoro ya kivita ya miaka kadhaa sasa. Na baadhi ya yale tuliyokuandalia ni kwamba ni pamoja na mtego mkubwa wa kuvizia uliowaangusha waasi wa M23 katika kilio kikubwa huko Bukunji katika kijiji cha Mikenge na Kipupu kilichoko ndani ya sekta ya Itombwe tarafani Mwenga. Sehemu hiyo ni njia ambayo waasi wa M23 waliokuwa wakiitumia mara kwa mara kuelekea huko Bijombo na sehemu nyingine za huko tarafani Uvira, wakijiunganisha moja kwa moja na waasi wengine wa M23 wanaopatikana kwenye maeneo ya huko Bukavu. Njia ambayo inaunganisha moja kwa moja Minembwe na huko Bukavu. Duru zetu zinasema safari hiyo ya M23 ilikuwa ya kutoka Bijombo, huko ni ndani ya tarafa la Uvira, na kuelekea eneo la Minembwe wakiwa na mizigo ya risasi pamoja na vyakula vingi. Waliingia mtegoni mwa FARDC na wazalendo na kuweza kusambaratika. Vikosi vya wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC vimeapa kufuatilia hao ambao walibaki hadi pale watakapomaliza jeuri yao. Zaidi ya waasi 10 wameshikwa mateka, 5 wameokotwa wakiwa ni na wengine 6 wamepatikana na majeraha makali. Habari hii imethibitishwa naye msemaji wa Jenerali Milenge Zelamboma, Bwana Mtenjwa Santos, akiongea moja kwa moja na Kwetu News 24. Alihakikisha yafuatayo: Force Coalisée pour la Resistance Nationale FCRN, ambayo inasimamiwa na General Milenge Ishibonane Zelamboma Safari wa Itombwe bar Mwenga, ya ripoti wakiwa pamoja na FRDC wakati walipokuwa wakitembea kwenye milima mirefu ya Bukunji, walikumbana na adui AFC au M23 mida ya saa 6 usiku ya kuamkia siku ya 5. Walichapana na wale maadui, lakini ngambo ya maadui yaripotiwa vifo vingi, na vile vile wengi kabisa ngambo ya adui wamejeurika, na kwa sasa anaendelea kuwafata na anasema hawana bahati, wakimbilie mbali kabisa. Anayeripoti habari hii si mwingine ni msemaji wake ndugu Mtenda vya Mungu Maurice Santos, akiripoti kwenye milima mirefu ya pale Itongwe kwenye fasi ya julikana Bukunji. Asante na usikilivu mwema. Na msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, haya yanajiri wakati idadi ya waliojiripoti mwezi March na April ikifikia idadi ya wanajeshi wa M23 12 ambao walijiripoti maeneo ya Mikenge na huko Minembwe, eneo ambalo linaendelea kuwa ni sehemu ya vita na isiyotarajiwa kabisa kwamba amani itaweza kuonekana. Tusalie bado ndani ya tarafa la Fizi, ndani ya sekta ya Nganja, ambako muungano wa wachukuzi ama waendesha pikipiki la ASTM walalamikia swala nzima la unyanyasaji unaoendeshwa na vitengo vya serikali vya utozaji kodi barabarani, huko wakisema kuwa kutoa kodi ni jambo la kawaida, ila kuna vitendo vingine ambavyo ni viovu na haviruhusiki kabisa kuonekana kwa waendesha pikipiki. Nao uongozi wa sekta hiyo ya Nganja unapokeaje malalamiko hayo ya makundi hayo ya kuendesha pikipiki ndani ya tarafa la Fizi na sekta ya Nganja? Akili Bernard ni kiongozi wa sekta ya Nganja tarafani Fizi, hapa anazungumza nasi. Mimi sijaona hiyo barua, na ni kupitia radio yako ndio nakuja kugundua kwamba kuna kibarua ambacho kimeandikwa na shirika la watransporteur eti kwamba sebele trakaseri ni nyingi
na hivyo labda kuna kauli ambazo wamezichukua zidi ya kupiganisha hiyo trakaseri. Nilienda kuona kwa upande mmoja wa transporter wako na raison, sababu mchukuzi ni raia na atupashwe kabisa kutrakase raia. Ni lazima sisi kama vile serikali kuweza kutumika kazi vizuri na raia, ili tuweze kiuhakika kukongoa hizo pesa ambazo zinatusaidia kwa maendeleo ndani ya vijiji vyetu. Lakini sasa kuna jambo ambalo linanishangaza bwana journalist, sababu hizo kamba au hiyo kamba ya Sebele haikuanza leo, na ikiwa kama haikuanza leo, sijui trakaseriwa mnaisema kwa sekta ya Nganja au kwa services zingine ambazo zinapatikana pale kwenye hiyo kamba ya perception. Na ikiwa kama ni sekter ndio inatrakase, basi hayakuwa tatizo, au kama ni zile service ambazo zinapatikana pale kwenye kamba hamna tatizo. Ni kwamba tutaweza kuangalia namna gani hilo swala tutalikalia chini na kulipatia jibu. Ila kwenye barua yao wanaandika kwamba wananipa mimi shurti ya kusema kwamba mnamo masaa 72 niwe tayari nimewaona. Mimi ni mzazi wao, na ikiwa kama ni mzazi wao, wakati wewe unakosa kiatu, wewe mtoto, na unaenda kwa mzazi wako kwenda kuomba kwamba baba, mimi nakosa bike, nakosa kiatu, hautamwambia baba yako kwamba mnamo siku hizi 2 kama sikupata hicho kiatu mimi najinyonga. Hapana, ni mzazi wako, unakwenda kulia, lazima asikie kilio chako na akifanyie kazi. Sasa wao warudisha hayo maneno yao. Wao hawawezi kunipa mimi shurti ya kusema kwamba mnamo masaa 72. Hapana, kilio chao kimefika, na hicho kilio mimi nitakifanyia kazi ili tuangalie namna gani tunaweza maliza hiyo trakaseri. Hata mimi siwezi penda nisikie fasi fulani raia inateswa, iko trakase, kuko exorbitante ya mataxe, mkadra ya kusema kwamba iko mudrua. Haiko mudrua. Na kitu kingine, wakati raia inapita kwenye kamba, wasitoe pesa na hakuna kikaratasi. Wakati kama kuko taxe yenye iko persi pale, unakuwaka imprimé de valeur, unatosha 1000 francs yako na wanakupashia kikaratasi. Na ikiwa kama hakuna kikaratasi ambacho wanatosha, wanakuomba pesa bila kukupashia imprimé de valeur, kataa kutoa pesa. Kataa kutoa pesa. Ukikataa kutoa pesa, hapo utakuwa bado hujafaa kosa. Na ikiwa kama kuna kikaratasi imprimé de valeur ambayo inaprouve kama hiyo ni taxe réellement ya l'État congolais, unapaswa kulipa. Na tuzungumzie habari za kitaifa, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Imekuwa mwezi mmoja tangu AFC M23 itangaze kuachiliwa kwa takriban wanajeshi 1500 wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Kulingana na takwimu zake, 2700 kulingana na vyanzo vingine, wakikabidhiwa kwa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu na kisha kwa serikali ya Kongo. Lakini tangu tangazo hilo litolewe, hakujawa na maendeleo yoyote. Kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR, utayari wake wa kuunga mkono mchakato huo wiki chache zilizopita zimekuwa za wasiwasi kabla ya utulivu kuonekana katika siku za hivi karibuni. AFC M23 imetangaza shinikizo lake, hata ikishutumu Kinshasa kwa kukataa kuwachukua wanajeshi hawa. Kwa upande wa Kinshasa, inasema baadhi ya maafisa wa DRC hata wanahofu ya mkakati wa kujipenyeza kwa wapiganaji wa AFC M23. Kwa nini wanasisitiza swala hili? Je, wanafanya kwa nia njema au wana agenda inayofichwa? Serikali ya DRC inajiuliza. Maafisa wengine wanaona mbali, lakini ambao bado wangali makini wanaeleza kwamba hawa ni wafungwa wa vita na kwamba swala hilo limekuwa likijadiliwa kwa karibu miezi 6. Na kuhusu kuheshimu taratibu, waziri mmoja ameiambia vyombo vya habari kwamba ni muhimu kila kitu kifanyike kwa mujibu wa taratibu. Kulingana na taarifa zetu, mpango upo, lakini hakuna ratiba ya utekelezaji ambayo bado imekamilika. Chanzo cha kidiplomasia kinabainisha kwamba hata kama makubaliano yatafikiwa kati ya pande hizo mbili, vikwazo vya kifedha vinaweza kuchelewesha mchakato. Swala hilo linaweza kushughulikiwa ndani ya siku zisizozidi 10 katika mkutano uliopangwa chini ya upatanishi wa Qatar. Wakati huo wanajeshi hawa wanabaki chini ya jukumu la AFC M23. Wengi wanakataa kujiunga na tawi
la wapiganaji wa AFC M23 walio katika uwanja wa vita, na kwa sasa wanaonekana kama mzigo mkubwa kwa kundi hilo, hasa katika swala la kuwapa chakula. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, asante kwa kuungana nami mwanzo hadi tamati. Jina langu ni Ite Espoir Mukubure Muhamba. Hadi wakati mwingine, kwa heri.